and not exactly a student leader. I was leading the university Sunday worship. So, at St. Andrews, how many of you are from University of Nairobi? Eka mkono tuone. Those are the guys from the university. The university. The university. Yana wanajigamba kabisa. Lakini nimeona wengine from Tibet, nimeona one from is it Kiambu Institute of Technology, wengine from Mount Kenya University. How many are you from Mount Kenya University? Those are the ones from the real university, because some of us have now declared, we've been declared members of Ngema. Munatukaribisha. Wangapi wanatukaribisha kwa Ngema? Ngema ni ile tulielezwa na ile mzee alituombea. Si ni kweli? Lakini kama you have not, this matter has not been brought to your attention. Now, in order to properly bring it to your attention, I want to invite you to a ranch. Tukule mbuzi na ng'ombe. Maybe about 400 of you ndio muwe kabisa integrated. Mbona mukilap ama mutaki? You know, that will come with some slaughtering. I'm told by a friend Kennedy Amwangi, ameonyesha how to slaughter. Kumbe nyinyi wengine hamjui kuchinja, mmefunzwa hapa culture. And I want you to know that under Constitution 2010, which was a heritage from President Mwai Kibaki, whom I had the honor to serve as his vice president, we established Constitution 2010. And under Constitution 2010, primacy of place is given to culture. Mkosamila ni nani? Walisema mkosamila ni we are no slaves, therefore. We are proper Kenyan, young people, old people, and we uphold our culture. We celebrate the Kikuyu culture in particular. Hawa jamaa wa Ukambani wamekuwa hivi hivi, wajui culture yao mzuri, but I think they have wameamka sasa, chairman, and particularly now in order to catch up with their colleagues in Ngema. So mimi nina furaha sana, at particular this time, to wish you a Merry Christmas and a very prosperous 2026. Comrades power. Nyinyi mko tayari kukomboa Kenya yenu? Mimi ni mtu wa Wiper, ningekuja na regejia ngesema sikiza ground. Si namna hiyo? Nikisema Wiper sema komboa Kenya. Wiper. Komboa Kenya. Mko tayari kukomboa Kenya? Si jana ulisikiliza the whole speech, more than 1 hour, ya William Ruto, president wa Kenya, akiandaa nchi nzima na kufanya mengine ambayo hayaeleweki, kusema ataleta 5 trillion outside of the budgeting process. Huyo ni wizi, si wizi? Aende asiende? Kumbe nyinyi mmechamka. Ama aende akiandanga? Aende asiende? One time. Harambee. Harambee. Hebu weka one time tusikie kabisa ajue hawa. Hawa ni watoto wamechemka. Hawa ni vijana Gen Z, wanajua haki zao za kidemokrasia na wanajua kwamba lazima wakomboe nchi yao. Kwa hivyo nataka niwahakikishe tutatembea safari pamoja nanyi. Mko tayari? Unaona kwa mfano, and it's good they store Mbeere, not good, it's terrible they store Mbeere North and store Malava, and walitumia everything they could imagine about misuse of state power, including every cabinet secretary, prime principal secretary. They spend in one constituency called Mbeere North or in excess of 600 million Kenya shillings. And as end, we are taking the matter up legally,
How many of you would want to study law like me? Wale ambao mko kola, there are no lawyers here. Can one, two? There are no learned friends? Ah, you're there. I had somebody from Parklands, nikajua ni student wa sheria. I saw him there. So we are taking these matters strongly, decisively, bila woga. And Kenyans have said they will not buy cowardice, they will not buy fear. Kwanza watoto hawa wajukuu wa Maumau hawezi kurudi nyuma. Si namna hiyo? Ni lazima ukomboe nchi yenu. And we shall stand there with you. Ndio sababu lazima Ruto awe one term. Asipokuwa one term, kwa mfano this morning I received a brief. Vile tayari ameuza Kenya Portland Cement. I'm going to ask wa Masai na Wakamba, because hiko ardhi ya wa Masai na Wakamba, wasikubali Portland Cement iuze. Already kampuni inaitwa sijui Kalahari ambayo inajifanya kuwa part of Amson, which bought Bamburi Cement, already wamenunua kwa njia isiyo halali na kinyume cha pendekezo la komiti ya bunge. Tayari wamelazimisha NSSF to offload 27% of the shares and to make the treasury a small minority. Na hiyo yote wanafanya kwa siri siri. They have even threatened the management of Kenya, at the river. I told you is about East African Portland Cement. With excess of 13,000 acres. Hizo ndizo Ruto anataka. Kwa hivyo Wamasai na Wakamba watakataa hiyo maneno. Because hiyo kukitu na nyinyi mtawaunga mkono. Unaona Safaricom anauza eta song. Kwanza hiyo East African Portland Cement value yake ni over 70 billion na ameuza 2 billion. Na hiyo ndio anasema ata create sovereign wealth. Sovereign wealth ya wizi. Huyu jamani one time sio one time. Safaricom hatutaruhusu uzwe namna hiyo. Power, there's also East African, Kenya Pipeline Corporation, a strategic national institution ambayo ni manufaa ya nyinyi vizazi vyetu hawa and future generation. And when he says he wants to make Kenya a Singapore, hiyo ni dream, hapana dream. Hata amesahau mimi na Kibaki tulianzisha Vision 2030. Because by 2030 Kibaki's administration na mimi na hata Raila ambaye amelala tulikuwa tumesema Kenya should be a middle income country. Before you get to first world status, you have at least to achieve the status of middle income society, a middle income country with the citizens enjoying high quality of life. Sasa hiyo Vision 2030 haijui, haitambui, aongee juu yake. Before you get to first world status, you have to give your young people employment. Amewapatia kazi ama hajawapatia? Kuna kazi ama kuna kazi? Alafu anasema ni fire si fire. Kwa hivyo jamaa, this is why we are here to tell you the future belongs to you. And you are going to make sure that future is bright. It will not be messed up by any administration. Our education system is a mess. These days, if you score highest, unachukua E. Unakumbuka under the other ranking system, ukipata A, B, alafu unapata E, so umeanguka. Sasa Ruto anaangusha kila mtu anasema E. Exceeding expectation. Hiyo ni kitu gani? Exceeding. Honestly, and I used to be Minister for Education. Alafu A inakuwa approaching expectation. Jameni, mambo mengine haya, before Kenyans get used to a system of education which has no recognition anywhere else in the world, we have to interrogate all these things. To interrogate for the benefit of these young people. I'm not saying we do away with curriculum-based education system, but we have to interrogate it. Sasa shule zinaanza Januari, capitation imeenda chini.
Nimeona waziri anahusika na elimu akijaribu kutetea. Mwalimu yoyote ataenda aanze kuitisha wananchi watoto wengi because from the poor background a lot of parents will not be able to afford. Your university education is already messed up. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Ame mess up education, a university education ama haja mess? Kwa hivyo aende asiende? We used to have central catering unit at the University of Nairobi. Right now, sijui this band and this band. So Kenyans who have qualified to go to the university in excess of 500,000 are not able to get to university. Now wakifika kule, they are not able to even pay. I have a driver kwa mfano. Mtoto wake amechukuliwa Embu University. He has no way of paying close to 200,000 shillings. Kwa hivyo hii mambo ya kunyima, and the right to education, it's a basic right. It's a basic right under Constitution 2010. We will make sure we will not allow William Ruto to mess up with the education. Health is already a mess. Ni kweli? Sha, she, sho, shu, she. Haijulikani. Affordable housing. Look at people are developing privately. It is the business of the private sector to develop housing. Lakini hii, of course, hatutabomoa manyumba hayo, lakini we'll call out the cartel leaders and to make sure executive order number 1, no overtaxation. Mkenya hata lipa hata ulipwe ukipata kazi yako, your pay slip will get raided by Ruto. If you are getting 10,000 shillings, 5,000 ni kodi ya Ruto. So these are some of the things I thought I could mention to you, even as I wish you a Merry Christmas and a happy 2026. Now in 2026, wangapi wanataka niwakaribishe kwa shamba kama ile ya Munyoro? Kuna wa Munyoro hapa Yata, tutakutana huko, tuite Wakamba, Wakikuyu, Wadharaka, students, mkitoka hapa wengine mwende mkaoane. Hii ndio mambo hiyo sasa. So namna hiyo. So may God bless you. I want to introduce you to a family member. Anaitwa Kennedy Musyoka. Mimi naitwa nani? Musyoka Kalonzo. So you share the name. This Kennedy Musyoka and Musyoka Kalonzo. You want to see the Kennedy? Kennedy and his wife are here. They are dressed like you. Kennedy kuja hapa. Na mama Pauline kujeni hapa. So this one, as you know, unaona, I cannot talk about my daughter, so nimeona mnataka. So Kennedy is a member of East African Legislative Assembly. He's an MP. So if he can be an MP, you can also become one. Wale aspirants nimeona hapa, we will work with you. Ile campaign tutaanza 2026, tukikutana kule kwa shamba ni kupanga vile tutatembea Kenya nzima. So I just encourage you. You saw an aspiring student leader, University of Nairobi. Where is he? He gave a proposal and I gave it over to Kennedy. Zote tumjaribu tumsaidie kijana, sio? Si ni wenu huyu? Lakini hairstyle yake ni nyingine. Mr. President, Gen Z, we will protect even the Gen Z. That's why we rebranded Wiper Patriotic Front to toa mambo ya democratic movement. We need to act the spirit of the Gen Zs. This is why we are saying Wiper Patriotic Movement. No, Wiper Patriotic Front. We are a front. How many of you are willing to be that front? Kutetea haki zenu. Thank you. So I'll leave Kennedy here with you. Interact as much as you can with him. Now they have named me, but they've named my wife. And so that you may know, tomorrow will mark exactly 40 years since I got married. So this guy is not 40 years old. Ako huko nyuma. Okay? Now then we have also Mama Ellen Betty, who is pamoja na
we have a vice chair, deputy chair of Wiper Patriotic Front. Anaitwa Madam Kanyi. Ile Mama Kanyi anatoka Nyeri. She is my boss in the party. Right? She is the deputy chair of the party. Helen Ndeti is a member of the executive. And so nitaacha hapa muendelee, pengine Kennedy awasalimie, alafu mimi niondoke kwa ruhusa yenu, tuonane hata ranch. Thank you. Comment power. Comment power. Vile nimesikia Kennedy Musyoka Kalonzo, your MP, huku jumuiya tunajaribu ku integrate the government's integrity. I'm also from the University of Nairobi. I'm also a lawyer. So let me introduce my better half. She's from Tanzania. Awasalimie pia. Cousin. Comrade power. Naitwa Doreen, lakini mnaweza kuniita Mama Pauline. Wangapi wanataka rais wetu sasa hivi awe one term? Wangapi mnataka awe one term kweli? Na swali sasa, wangapi nyinyi mna voters card? Mnazo? Hapana, sio wote. Nachohitaji nyinyi mfanye, mpledge leo kwamba mtaenda kuchukua voters card zenu na mtatafuta ndugu zenu 5 pia wachukue voters card ili kweli mfanyikishe hili jambo la one term. Sawa? Haya, asanteni. Troop tafadhali. Can you please? Troop tafadhali.